It was more of a suicidal statement kwa sababu we are taking our own lives. Wakahisi kwamba kama jamii ikisikia hii sehemu itakuwa na misconception kwamba wana emphasize suicides, mtu kujitoa uhai, we are taking someone's life. Kwa hiyo wakabadilisha there's a choice we're making, we're saving our own lives. There's a choice we're making, we are saving our own lives. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Lengo lao ni watu wenye uwezo wa kusaidia watu wa Ethiopia ambao wengi ni matajiri na wanaongea Kiingereza wapate kuipata au kuelewa nyimbo. So this was directly scrapped off the script. Kwa habari ya nyimbo ya We Are The World ambayo imefanywa na supergroup la USA for Africa, one who had the idea alikuwa ni Harry Belafonte. Harry Belafonte ni msanii mkubwa wa mziki wa Calypso. Of course some people wanapenda kumuita the king of Calypso, ambapo alivutiwa na initiative iliyofanywa na wasanii wa Kiingereza kufanya nyimbo ya Do They Know It's Christmas mwishoni mwa mwaka 84, waki raise fund au waki raise money kutokana na mapato ya ile nyimbo kusaidia watu wa Ethiopia ambao walikuwa wamekumbwa na bara la njaa kuanzia mwaka 83 mpaka 85. So Harry Belafonte had the idea kwamba Wamarekani nao wafanye kitu cha namna hiyo hiyo. Of course wafanye tamasha la wasanii wakubwa ambapo yale mapato yatatumika kuwasaidia watu waliokumbwa na bara la njaa Ethiopia. Lakini alipomcheki meneja mkubwa wa mziki wa Marekani bwana Ken Kragen, alimwambia no, tusifanye tamasha, tufanye nyimbo, kwa sababu kama Waingereza wamefanya nyimbo, let's do a song, kwa sababu Bob Geldof kashatupa idea, we have to do it. So that was the primary source of the idea ya nyimbo ya We Are The World. Walihusika na hii nyimbo, wasanii waliohusishwa ni wasanii zaidi ya 43. Michael Jackson, Cyndi Lauper, Ray Charles, Stevie Wonder, Kenny Rogers, na wengine wengi, James Ingram na wengine wengi sana. Kama nilivyosema mwanzo, iliwezekana vipi wasanii wengi wa kaliba hii na ustaa mkubwa namna hii mwanzoni mwa miaka ya 80 kuhusika katika nyimbo ya namna hii? Kama nilivyosema mwanzo, Harry Belafonte alipokuwa na wazo alimtafuta Ken Kragen, ambaye Ken Kragen alikuwa ni meneja mkubwa sana kwenye muziki wa Marekani, hasa kwenye muziki wa pop. Yule Ken Kragen, of course, Harry Belafonte akamwambia bana, mimi nataka nifanye tamasha ambalo mapato yake yatatumika kwenye kuwapa relief au kuwapa msaada watu wa Ethiopia. Lakini Ken Kragen akamwambia bana, kuhusu tamasha, kufanya tamasha itakuwa ni issue ya kawaida sana, kwa sababu tayari kuna Waingereza, kuna wasanii wa Waingereza wakiongozwa na Bob Geldof walikuwa tayari wamefanya nyimbo kwa ajili ya watu wa Ethiopia iitwayo Do They Know It's Christmas. Kwa hiyo na sisi wa Marekani tusifanye nyimbo ya namna hiyo, na istoshe tukifanya nyimbo kutakuwa kuna effect kubwa zaidi ya kufanya tamasha la muda mmoja. Kwa hiyo Ken Kragen kama the mega manager, of course kwa muda huu alikuwa anasimamia Kenny Rogers na Leon Rich, ili alikuwa ndio mtu wa mwanzo kabisa kuweza kuorganize watu wengi kiasi hiki ili wawe au wasanii wakubwa na wengi kiasi hiki ili wawe sehemu ya project. Of course kwa kwanza na Leon Rich, ambaye wengi aliwatafuta Leon Rich personally au the manager Ken Kragen. How long did it take kurecruit wasanii wote kwenye hii kazi? Mtu wa kwanza kama nilivyosema mwanzo alikuwa ni Leon Rich. Leon Rich alikuwa ni msanii mzuri sana kipindi hicho. Ni mwanzo wa miaka 80, he was one of the top stars. Leon Rich walipanga, of course yeye aliambiwa jukumu lake la mwanzo ni kuandika nyimbo, ambalo jukumu lake alitaka kutafuta mtu wa pili wa kuandika naye nyimbo. Kichwani kwake alikuwa ni Steve Wonder. Steve Wonder was very busy at this time. Alikuwa na project ya kuandika nyimbo ya movie inaitwa The Woman in Red. Kwa hiyo Steve Wonder, the timetable was very very tight with schedule yake iendane na schedule ya Leon Rich. So Leon Rich akarudisha feedback
kwa meneja kwamba of course nimetafuta Steve Wonder but tumeshindwa kumpata. Of course na meneja wake alitry atashindwa. What happened next is meneja wake akampendekeza producer ambaye angetengeneza hii nyimbo ambaye ni Quincy Jones. Of course we all know Quincy Jones ni mmoja ya producer wakubwa sana kwenye muziki na ni mtu wa tatu kwa kupokea Grammy nyingi sana, na Grammy ka takriban 28. Of course ni marehemu sasa hivi. So Quincy Jones alimwambia kwamba Steve Wonder tunamtafuta atumpati, akamwambia okay, by the way tomorrow I'm seeing Michael Jackson, so I'll talk to Michael Jackson about this na tutasikia. Siku ya pili kakutana na Michael Jackson. Michael Jackson was very interested kuandika hii nyimbo, lakini sio kuwa sehemu ya kuimba, kwa sababu he was from his tour. Alikuwa ametoka kufanya tour yake ya Victory na makaka zake, of course na kuja the Jackson 5 ambalo ilikuwa ni tour kubwa sana, tour nzuri. So alihisi kwa muda huu anahitaji kupumzika, hakutaka kuwa overexposed. Alikuwa mwaka uliopita pia ameshinda tuzo 8 za Grammy, msanii wa kwanza kufanya hivyo, na tuzo nyingi kushinda kwa usiku mmoja mpaka leo. Ameshinda tuzo 8 za the American Music Awards. Kwa hiyo alihisi this attention ya kwenda kwenye nyimbo nyingine na mastaa wengi isingekuwa issue yake. So he was part of just writing the song ambayo alifanya yeye na John Rich. Baada ya hapo being Quincy Jones yuko ndani, Michael Jackson yuko ndani, Lil Rich yuko ndani, Steve Wonder of course wakisi kwamba baadaye angekuwepo ndani. Wakampigia simu meneja anaitwa John Lindau ambaye alikuwa ni meneja wa msanii mkubwa sana wa rock anaitwa Bruce Springsteen au The Boss, watu kama wengi wanapenda kumuita. Alikuwa ni msanii mkubwa sana wa rock and he was in. Of course mwanzo akasema bana nina tour yangu, nitashindwa kuja, but baadaye akakubali. Alivyokubali, so everybody else wanted to be in, because with Michael Jackson you have Lil Rich, you have Steve Wonder, we have Quincy Jones, we have Bruce Springsteen. Kwa kila mmoja akawa it's just one call away. Ndio maana wasanii wengi walipatikana kwenye hii collab au kwenye hii kazi au kwenye this super group. Lakini pia kuna wasanii ambao walitupwa nje, waliotaka wenyewe kama John Denver au kama Madonna na wengineo. So that's how watu wengi kiasi hicho walifanikiwa kukua kwenye nyimbo ya namna hii. Primarily wali record studio inaitwa A&M recording studio ambayo iko Hollywood, LA. Na they choose this area kwa sababu ya uwezo wake, the quality of production, lakini pia ni sehemu ambayo ilikuwa ina security nzuri na it's very accessible. Na in LA ambapo kwa mwezi huu yalikuwa yanafanyika the American Music Awards, so wasanii wote wangekuja LA kwa muda huu. Kwa hiyo it was a very potential place to be, na watu wangeweza kutoka kwenye awards na kuja. Na Mungu saidia, alikuwa na host the show ya the American Music Awards ni Lil Rich, so it was easy to coordinate watu watoke kwenye show waende kwenye kurecord, kwa sababu they had just one night. Watu wamekuja LA kwa sababu ya the awards, wamelipia tiketi, they have accommodation, so wao ndio kuwachukua tu na kuwapeleka studio. So A&M was primarily the place ambayo nyimbo ilirekodiwa, lakini pia mwanzoni tarehe 22, of course kwa sababu nyimbo ilirekodiwa tarehe 28. Tarehe 22 Michael Jackson na Lil Rich walirecord the lead demo ambayo ingetumika au ingetumwa kwa wasanii wengine wajue nyimbo itakuwaje, wao wataimba sehemu gani, wajifamiliarize na hiyo nyimbo. The demo ilirekodiwa kwenye studio ya Kenny Rogers ambayo inaitwa The Lounge Recording Studio, ambayo ilikuwa iko of course Beverly Boulevard. Kwa hiyo kwanza walianza wao akina Michael Jackson, Lil Rich, of course baadaye Steve Wonder aliwajoin hiyo siku, wakarecord the demo ikachukuliwa ikatumwa kwa wasanii wote na invitation rasmi, lakini the location ikazibwa ya kwamba nyimbo itarekodiwa wapi, kwa sababu kama paparazzi wangejua kama nyimbo itarekodiwa wapi, watu wengi wangekuja kwenye sehemu ya the recording session, na baadhi ya wasanii wangekataa kuwepo kwa sababu ya paparazzi. Prince was a mega star at this time, na alikuwa ni hasimu mkubwa wa Michael Jackson. Watu wote wanafahamu kwamba Prince na Michael Jackson walikuwa wanashindanishwa. Prince mwanzoni aliambiwa na alikuwa
positive kuhusu kuhudhuria the recording session. Mwaka uliopita 84 alikuwa amefanya vizuri sana na album yake ya The Purple Rain, ambayo of course ilimpa umaarufu mkubwa na watu wengi sana walianza kumfananisha na Michael Jackson. Of course Michael Jackson was way bigger than Prince in numbers. Alikuwa mzuri kwa sababu alikuwa na album ya Thriller mwaka 82 iliyofanya vizuri. It was the best selling album na mpaka leo ni the best selling album, lakini pia the global influence na impact ya Michael Jackson was bigger than Prince. Kwa hiyo Michael Jackson was big, lakini Prince alikuwa media ilimportray kama rival wa Michael Jackson. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho watu wengi walichazoea ni kwamba Prince hakupenda kuwa na wasanii muda mwingi. So Prince siku ya kurekodi hakuja studio. Lionel Rich akamleta mpenzi wake Sheila E, ambaye alikuwa ni sehemu ya the group ya wasanii na record. Ila baada ya kumpigia simu Prince aliomba arekodi kwenye chumba tofauti na sio kurekodi nyimbo, kupiga gitaa ya solo peke yake. Lionel Rich akasema no, we want to do this together in one room, na funny enough you'll be where na Michael Jackson mtakuwa mnaimba hapa kwa hapa mkijibizana. Prince akasema no. So watu wengi wanawanisha hiyo na uhasama wa Michael Jackson na Prince. So Prince never went to the studio, lakini hii mara ya kwanza. Hata 87 pia Michael Jackson baadaye kwenye nyimbo yake ya Bad alimwomba Prince awe sehemu ya nyimbo yake, lakini Prince alikataa. Of course we know Bad is one of the mega hits ya Michael Jackson. Kama angefanya wote sijui ingekuwaje, lakini so Prince had this kind of character ya kufanya vitu peke yake. That was the typical character of the artist Prince. Of course mwanzoni kama nilivyosema, 22 Michael Jackson na Lionel Rich walirecord the demo, ambao kwa sababu wao walitunga nyimbo. Walivyorecord demo, ilibidi demo isambazwe kwa wasanii wengine wa familiarize na nyimbo waanze kuimba. Mwanzo kuna baadhi ya mistari, mfano there's a chance we're taking our own lives. It was more of a suicidal statement kwa sababu we're taking our own lives. Wakahisi kwamba kama jamii ikisikia hii sehemu itakuwa na misconception kwamba wana emphasize suicides, mtu kujitoa uhai, we are taking someone's life. Kwa hiyo wakabadilisha there's a choice we're making. We're saving our own lives. There's a choice we're making, we are saving our own lives. Na cha mwisho kabisa, the chorus, mwanzoni Michael Jackson hakuandika kama inavyosema sasa hivi kwamba we are ilikuwa we are the world, shala, we are the children, shalinge. We are the world, shala, we are the children, shalinge. We are the world, shala, we are the children, shalinge. We are the ones to make a shala. Let's start it, 'cause that's what we're giving. That was the Shala and Shala Gay, where the yalikuwa ni maneno ya kuitikia chorus ambao pia ilikuwa scripted, ndio ikaja we are the world, we are the children. That's how it was. Na kipindi cha recording session, Stevie Wonder, of course, who was primarily the main target ya kuandishi wa hii nyimbo, aliingiza maneno ya Kiswahili kama ulimwengu na watoto, ambayo wasanii wengi hawakuwa tayari ku-accommodate kwa sababu zifuatazo. Kwanza kabisa, walikuwa hawana muda wa kucram lugha mpya because they had the only one night ku record video na audio. Lakini pia Bob Geldof alikuja na idea kwamba wa Ethiopia hawaongei Kiswahili, wanaongea Kiamharic. Lakini hata kama wakiimba kwa Amharic, lengo lao sio watu wa Ethiopia waburudike au waelewe nyimbo. Lengo lao ni watu wenye uwezo wa kusaidia watu wa Ethiopia ambao wengi ni matajiri na wanaongea Kiingereza wapate kuipata au kuelewa nyimbo. So this was directly scrap off the script. Baada ya nyimbo kufanyika, fedha ilipatikana. Kwanza wasanii wote walimba bure. Nothing was charged kwenye nyimbo yote, kwanza production, video production and everything, it was free. Moja ya videographer aliyokuwepo, Ken Wu, baada ya kumaliza the recording session, alimwambia Quincy Jones, I'll send you the invoice tomorrow. Quincy Jones akamwambia, what invoice? We are all volunteering here, so why are you sending me the invoice? Akasema, okay, samahani kama sijui kama ni issue ya bure. Kwa hiyo baada ya
hii nyimbo kutoka mwezi March na fedha kupatikana katikati ya mwaka 85. Misaada ilianza kuja Ethiopia kwa kusaidia tu chakula, nguo, lakini pia na madawa. Kwa hiyo na aliyewakilisha wasanii ni Bwana Harry Belafonte ambao alikuwa na tour ya nchi 4 za Kiafrika, na moja ya hiyo nchi ilikuwa ni Tanzania. Alikutana na waziri mkuu wa muda huo Salim Ahmed Salim, ambaye alimwambia, mimi na watu wa Tanzania tumevutiwa na tunashukuru sana kwa mshikamano ulioonyesha katika hizo jitihada. So Tanzania ilikuwa ni sehemu ya watu waliotoa shukrani kwa Harry Belafonte directly baada ya this project kukamilika.